Sio kila anayekupigia makofi anafurahia hatua unazopiga. Watu wengine wako karibu nawe ili tu wajue wapi pa kukuchoma kisu. Leo nakwenda kukufumbua macho kwa ishara 6 za kisaikolojia za kumtambua mtu anayekuchukia kwa siri. Na kama unathamini amani yako na unataka kujifunza jinsi ya kujilinda na watu kama hawa kila wiki, hakikisha unabonyeza batani ya subscribe sasa hivi. Hapa tunajenga jeshi la watu werevu wanaojua kusoma michezo ya akili. Tayari? Twende moja kwa moja kwenye pointi ya kwanza. Ishara ya kwanza: pongezi zenye miiba, backhanded compliments. Hawa watu ni mabingwa wa kutumia lugha ya picha. Hawasemi na kuchukia, bali wanatoa sifa ambayo inakuacha unajihisi vibaya. Mfano, lile vazi lako la leo limekupendeza sana, yaani limefanya uonekane mwembamba kuliko ulivyo. Hapa lengo lake si kusema umependeza, bali ni kukukumbusha kuwa una changamoto ya mwili. Badala ya kusema hongera kwa kupandishwa cheo, atasema hongera kwa kazi mpya, angalau sasa utaweza kulipa madeni yako. Hapa anachafua furaha ya mafanikio yako kwa kukumbusha udhaifu wako wa kifedha. Ni kama anakupa pipi iliyopakwa pilipili. Kwa nje ni tamu, lakini ndani inakuunguza. Ishara ya pili: furaha ya siri unapofeli, Schadenfreude. Kuna neno la Kijerumani linaitwa Schadenfreude, kupata raha kutokana na matatizo ya wengine. Mtu anayekuchukia hawezi kuficha mnao wa macho yake ukipata dhoruba. Utamuona anajifanya anajali kwa kukuuliza maswali mengi ya kiuchunguzi. Pole sana, sasa utafanya nini? Je, hela zote zimepotea? Lakini ndani yake anasherehekea. Atakuwa wa kwanza kusambaza habari za kuanguka kwako akijifanya anakuombea. Kumbe anafurahia anguko lako. Ukiona mtu anauliza, inakuwaje mtu mwerevu kama wewe umefanya kosa la kijinga hivi? Huyo anafurahia kukuona ukifeli. Ishara ya tatu: lugha ya mwili isiyo na ushirikiano, negative body language. Mdomo unaweza kudanganya, lakini miguu na mabega havijui uongo. Ukiongea naye, utaona anachezea simu, anatazama saa, au miguu yake imeelekea mlangoni, ishara kwamba anataka kutoroka uwepo wako. Kingine cha kuangalia ni micro expressions, ile sekunde moja ya ukunjaji wa uso au kusonya kwa mbali unapoanza kuongea kitu chanya kuhusu maisha yako. Ukiweza kusoma ishara hizi, utajua nani yuko nawe na nani yuko kinyume nawe. Ishara ya 4: kukupuuza na kukukosoa hadharani. Mtu anayekuchukia anajua kuwa thamani yako inategemea pia jinsi unavyoonekana mbele ya jamii. Hivyo, atatumia kila fursa kukukosoa mbele ya watu. Ukitoa wazo zuri kwenye kikao au mbele ya marafiki, atalikata kwa kusema, hiyo ni nzuri, lakini sidhani kama una uwezo wa kuifanya. Anataka kuonyesha ulimwengu kuwa wewe huna uwezo, ili yeye aonekane ana akili kuliko wewe. Ni vita ya kutafuta utawala. Kuna muda wanaweza kutumia utani wa dharau. Ukikasirika, wanakwambia, mbona huna utani? Nilikuwa nacheza tu. Ni mbinu ya kukufanya uonekane huna msimamo mbele ya watu unaowaheshimu. Gaslighting. Ishara ya 5: anakusema vibaya kwa wengine, social sabotage. Huyu ni mtu anayejenga ukuta wa chuki kati yako na watu wengine. Anatumia mbinu ya kukuibia sifa zako nzuri na kuzibadilisha kuwa mbaya. Anazungumza na watu wengine na kusema, mnamwona yule? Anajifanya na roho nzuri, lakini mimi namjua vizuri. Lengo lake ni kuhakikisha unakosa washirika, allies. Ukiona marafiki zako wa karibu wanaanza kukukwepa bila sababu, jua kuna redio mbao inafanya kazi chini kwa chini. Anataka uwe mpweke. Anajua ukiwa na marafiki wenye nguvu, huwezi kuumia kirahisi. Ishara ya 6: kutaka kujua kila kitu,
The Secret Observer. Hii ndiyo pointi ya hatari zaidi. Wengi tunadhani anayekuchukia atakaa mbali nawe. Hapana. Mara nyingi anayekuchukia anakuwa karibu zaidi ili asikose kipindi. Anakuuliza maswali ya ndani kuhusu maisha yako, mafanikio yako na mipango yako ya baadaye. Hafanyi hivi ili akusaidie, bali anatafuta habari atakazozitumia kukuhujumu au kujiandaa jinsi ya kukupiku. Ni kama mchezaji anayesoma mbinu za mpinzani wake ili aweze kumfunga. Mfano, atakuuliza, hivi lile dili lako la kiwanja liliishia wapi? Si kwa sababu wanataka kukuunganisha na mteja, bali wanataka kujua kama umekwama ili wapate pa kuanzia kukucheka au kukuzibia fursa nyingine. Asante sana kwa kutazama mpaka hapa. Kumbuka, kumtambua mtu anayekuchukia sio sababu ya wewe kuanza chuki, bali ni signal ya wewe kuongeza umakini na kulinda amani ya moyo wako. Thamani yako haishuki kwa sababu tu kuna mtu haoni uzuri wako. Swali langu kwako leo: je, ni ishara gani kati ya hizi 6 umewahi kukutana nayo? Au kuna nyingine nimeiacha? Niandikie hapo chini kwenye comments. Nasoma kila maoni yenu. Kama video hii imekusaidia kiasi fulani, usiondoke bila kusubscribe na kulike tafadhali, ili iweze kuwafikia watu wengi zaidi. Asante kwa kubaki nami mpaka mwisho. Tukutane wakati ujao.